Siogope dosta wewe. Jambo limeanza. Utoro umetia. Kwa haraka hapa, labda nilikuwa nataka kujua kati yenu, kwa sababu siwezi kusema ni combine kwenye duka lenu, lakini nataka nijue kwenye upande wa kwamba mmekutanaje, yani mpaka mkafika kwamba kuwaza kuwa na duka, tena duka lenye la nguo za kiume. Na duka la nguo za kiume tunavyojua sana sana ni kuna washikaji, changamoto zinakuwepo, masuala kukopana. Sasa kitu gani kimekuvutieni kutafuta duka la kiume, nguo za kiume? Hebu unaambie. Kwanza kukutana ni baraka, kusema hivyo. Alafu pili upendo, tukapanga kuwa na idea ya kuuza nguo, mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo kama tushukuru Mungu kwa kukutanisha kwa sote na idea yenye kuendana ni mawazo. Kwenye ugomvi labda urafiki kawaida, kukopana ndio nakopa sana, unapana vijiwa sana. Tupo kwenye upendo, sio upendo mwenzangu. Kabla ya kuwa mnauza ile duka, nakumbuka nilikuwa nakuonaeni kila mmoja na bodaboda yake. Hivi kabla ya kuwa na bodaboda, kila mmoja wenu mlikuwa mnawaza nini? Unajua kuna maisha unatakiwa usiwe na plan moja. Yaani siku yote unatakiwa usiwe na plan moja, unatakiwa na plan nyingi. So huenda labda ambapo tuko kwenye boda, huenda ilikuwa ni njia kuna kufika, lakini malengo makubwa pia katika plani zetu pia ilikuwepo hiyo. Japo ni bado kufika, lakini katika moja ya plani zetu hii pia ni moja, kwamba tulipanga siku yote tuwe na kitu ambacho kinaweza kikaweza kuamua kama hivi, yani share partner maybe kama hivi duka. So yaani ni plani ambazo ipo muda, na kushukuru Mungu kwamba imekuwa, japo zipo plani nyingine ambazo hazijawekwa wazi kwa sasa hivi, lakini zinakuja kuwepo. Lakini katika moja ambazo tulipanga na hivi hivyo, tunashukuru Mungu. Okay. Tunarudi pale kwenye masuala ya bodaboda. Hivi mnaambiaje bodaboda wa sasa hivi? Kwa sababu katika asilimia nyingi za bodaboda ninazoziona, kwa upande wangu mimi naweza nikasema hazipo vizuri, lakini labda nyinyi mnazionaje? Bodaboda sasa hivi wanatakiwa wawe vipi? Wanatakiwa wafanye nini? Wafikie sehemu gani? Wafanye kitu gani? Itakuwa ni fresh zaidi. Kitu gani? Kwa sababu wale naona kwamba boda ni kazi ya boda ni kazi, na kuna watu wanafanya maisha kupitia hiyo boda, labda unajua watu wanaendesha maisha, na kuna watu kwamba wanasomesha, yani so kwamba kitu chote wakifanyie kwamba kwa moyo, unajua kufanya kitu kwa moyo ya kitakulipa. Yani just usifanye tu kama labda maybe nafanya na tufanye kwa moyo na kwa malengo. Labda ushauri gani naweza mkaa hapa bodaboda? Nyinyi mlikuwa mnacho kile kitu, alafu bodaboda sasa hivi wengi hawana hicho kitu. Yaani mnahisi kwamba labda mfano unaamka asubuhi labda mapema, mfano unaamka asubuhi mapema au smart zaidi, ni kitu gani ambacho mnaweza mkakiingilia katika vitu hivi? Unajua bodaboda ya zamani tofauti na sasa hivi. Unajua sisi tulianza muda kidogo, sio zamani sana, lakini tofauti na vijana wa sasa. Kwa sababu 2007 2008 bodaboda ilikuwa sio vijana.
Yani nakumbuka mimi naendesha bodaboda naona haya kupita kwa wasela, unajua kwa sababu kila mtu kishazoea okay anapita ule kwa kila mtu anakuwa anakudharau. Kwa na sasa hivi vijana wengi sasa hivi bodaboda, kwa hiyo ni kawaida tu kumuona bodaboda kijana au sharobara, ni kawaida. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wao ndio watafanya mambo mazuri, kwa sababu sasa hivi hakuna ile kama zamani. Unajua zamani unaendesha bodaboda mtu anakucheka like mpaka unajisikia vibaya yani. Yani unajisikia noma ni kweli yani. Kwa hiyo wao wana nafasi kubwa zaidi ya yetu sisi ambao tulipotoka. Pesa ilikokuwa ipo zamani kushinda sasa hivi. Unajua sasa kama mna pesa zamani. Ndio maana make kidogo tujua tumefanya nini mpaka sasa hivi tuko kwenye msingi ambao mzuri. Ambao kweli tunajiendeleza vizuri yani. Alhamdulillah. Kwa hiyo wao cha kujalizia wazidi kupambana, naamini ipo siku na wao watafika na wanaweza, sio kama hawawezi bali usubutu. Hivi naweza nikakuuliza swali ambalo ni la kizushi, lakini naweza nikakuuliza kwa wepesi zaidi. Hivi kitu gani ambacho unaona kwamba sasa hivi mpo kwenye partner, yaani hii ni partnership ya masuala ya nguo yani outfit yani kwa ujumla, yani kwamba ni kitu gani ambacho kinakukwaza kwa mwenzio? Kulala. Hiyo inatokana na nini? Wewe unahisi kwamba inatokana na nini mpaka analala sana? Analala sana kwanza yeye hana familia kama mimi. Okay. Yani mimi hiyo siwe maana kina mke mapema. Yeye hana familia. Hawezi kuamka mapema kwa sababu ana mambo mingi. Kufika muda kama atapokuwa hana familia naye akiwa nayo familia akamka mapema, kwa sababu familia inataka uamke mapema ili ukamilishe vitu mapema. Hivi unaamini kwenye swala la kuwa huna familia ndo usiamke mapema? So kweli baby, sina familia, siko na ndoto. So kweli. Sasa unaamini nini kwenye swala la kufanya kazi? Ni kuamka mapema, kufanya pilika zako, kujua unafanya hichi au kile? Yani kwamba ni mifumo, unajua kila mtu na plani zake na mfumo wake kufanya utafutaji. Kwamba mwingine mimi nalala sasa hivi, lakini najua kuamka kwamba anaenda kufanya kitu fulani, anaenda kwenye sehemu fulani juzi. So ni mifumo tu ambayo kwamba ipo. Ina maana wewe tayari ushajipangia kwamba muda fulani na kwa nalala, alafu nikitoka hapa naingia zangu hapa naingia hapa. Siku inaanza hivyo. Okay. Hivi kuna kitu gani kikubwa ambacho mnachohisi kwamba kwenye upande wa outfit, kwenye uuzaji wa outfit yani mtafikia wapi? Labda mfano nikitoa kwa mfano labda kwenye kuwavisha labda mfano wasanii, ni kipi ambacho nyinyi mnatumaini zaidi? Kwa sababu kweli biashara tunajua kama ni biashara na tunahitaji maendeleo, lakini pia kuna kitu kinaitwa kama vijana tunaitwa fan base ambayo mtu anatakiwa uwe nayo, ni kuwa unajulikana japo kutoka hapa mpaka hata daa watu wanakujua wewe ni mtu fulani, kama labda mfano kamvisha mtu fulani kama hivi. Ni kitu gani ambacho na mko kwenye bezi hiyo la nini? Sehemu gani, ni kitu gani? Ujue labda kwa mfano kama ulivyosema hivyo, kumvalisha msanii, kazi inajieleza. Kila ukizidi kufanya kazi nzuri na mtu anavutiwa na wewe. Sio lazima ujibrandi sana, uibrandi kazi yako. Yani kila siku new fashion. Kwa hiyo yeye mwenyewe msanii atajua pale duka lile pale kuna kazi nzuri na ninaweza mimi kuvaa ikiwa wapo karibu na wewe, kwa sababu mitandao siku hizi inajulisha watu mapema kwa ueledi. Kwa msanii anaweza akakuona tu kwenye mtandao akaona kazi zako nzuri na watu wanakupromote uzuri, unakufuatilia sana, namba zinajieleza, basi wenyewe yani utafuta, haina kujikamua sana. Okay. Na hisi tumeongea kwa ufupi zaidi na tutakuwa tumeelewana kwenye nafasi hii.
Hivi mnaahidi nini kwenye duka lenu kwa mwaka huu 2026 na tukiwa tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa hivi, na kitu gani kikubwa ambacho mnahisi hichi sasa hivi kitakuwa ni tunaenda kukileta zaidi? Mambo ni mazuri, mambo ni mengi, na sasa hivi tuko kwenye ujenzi, ndio tunamalizia. Kwa hiyo tuliposema bazarani, lakini mambo yatakuwa mazuri, na watahudhuria, wataona mabadiliko mapya. Kwenye njia ya kijana wangu hapa, nahisi kwamba labda mwaka 2026 kutakuwa kuna mabadiliko ya kwenye kupangilia usingizi na kazi. Unaniambiaje kwenye swala hili? Mwaka 2026 inshallah ni mwaka wangu kufika malengo na kwa pamoja kufika malengo, kwa sababu tuko na plani kubwa na mipango mikubwa, so ni mwaka wa mafanikio. Nasema ni mwaka wa mafanikio. Yaani kuhusu hizo plani za kupanga sijui muda wa nini, sasa zote ambazo zinawezekana. Ni mwaka wa mafanikio. Hivi neno la mwisho kati yenu mnaweza labda mkanijibu, kuna kitu gani ambacho mnahisi kwamba hichi hapa ndicho kitu ambacho tunaweza tukakiongea ni cha mwisho zaidi kwetu sisi? Nahisi kwamba kwenye upande wenu labda wa biashara, ni kitu gani ambacho nahisi kwamba nikiongea hapa nahisi nitahamasisha sana wateja wangu? Ni kuwa promise tu kwamba tumekuja kivingine na tupo na kazi ambazo za uhakika, so as long as tumetambua wateja wetu nini wanataka, so tumeamua kuja kuwapa ambacho wanataka, so wakae tayari kutupokea. Sisi ni vijana wao na si hatuwezi bila support yao, so wao bila sisi hakuna kitu. Sawa, hakuna shida jamani, mimi na nyie tayari tumeongea vizuri, tumemaliza kuongea na story yetu na hisi itakuwa imeishia hapa. Nimeelewa vitu vingi ambavyo mlivyoviongea, na naamini kwa vijana wengine watakuwa wanaelewa ni jinsi gani watu wanaishi kwenye mazingira ya partnership kwenye upande labda wa outfit kama hivyo na masuala mengine ya kibiashara zaidi. Asanteni sana, mimi wacha tusogee maeneo kidogo, nyie endeleeni kucheza kwanza kera.